Naam, ndugu msikilizaji, hii ni simulizi nzuri kabisa, simulizi ya chombezo, simulizi inayokwenda kwa jina la Bata Batani, simulizi inayokwenda kwa jina la Bata Batani na msimulizi wako Lee. Karibu katika sehemu ya kwanza, basi pia nikukaribishe kwenye sehemu ijayo. Na msimulizi wako Lee, niite kama Lee, L-E-E. Unaweza ni follow kwenye Instagram yangu kama Wins Van Lee, hapa kwenye YouTube, ili usipitwe na story zijazo na hata zile za hapo nyuma. Basi bonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe, kana kwamba baada ya kusubscribe basi utaweza kupata access ya kupata story zijazo. Karibu sana. Lakini tahadhari, hii ni simulizi ya chombezo, kwa hivyo kama uko chini ya miaka 18 usisikilize. Lakini kama uko juu ya miaka 18 na pia si mpenzi wa chombezo, pia usisikilize. Lakini kama ni mpenzi wa chombezo, basi twende sambamba na mimi. Kama ni mpenzi wa chombezo, basi twende sambamba na mimi. Tunaanza kama ifuatavyo. Haidal alianza maisha ya kujitegemea baada ya kuona tayari amefikia umri wa makamo, umri ambao kwa kijana wa kiume anaweza kukaa na kufanya maisha yake ya binafsi. Hakuwa mkubwa sana, alikuwa na umri wa yapata miaka 24. Kijana aliamua kujilipua na kutoka nyumbani kwao na kwenda ughaibuni, sehemu za mbali, kujitafutia riziki yake binafsi, na pia ili aweze hata kuisaidia familia yake. Kijana Haidal. Sasa Haidal alikuwa ni kijana wa kiume, lakini pale kwao alikuwa na wadogo zake wa kike wawili. Kwa hivyo yeye ndo alikuwa kijana mkubwa. Haidal ni kijana mtanashati sana, mwenye muonekano wa mvuto wa aina yake. Haidal alisomea mambo ya engineering in architecture. Yeye ni engineer, yani msanifu wa majengo. Kwa hivyo alisomea mambo ya engineering in architecture. Lakini kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, Haidal hakufanikiwa kupata nafasi ya kuajiriwa, hakufanikiwa kabisa. Kwa hivyo hakuwa na kazi ya kufanya ya kuajiriwa ya ile career yake ambayo aliyosomea. Haidal alijiweka tayari kufanya kazi zozote ambazo zilimpatia kipato cha kujikimu. Leo utamkuta saidia fundi, kesho utamkuta anabeba cargo, ili mradi tu mkono uingie kinywani, na ili apeleke riziki nyumbani kwao, kwani wadogo zake wote walikuwa wanamtazamia yeye, kwa sababu baba wa ile familia yao alifariki dunia, yani babake na Haidal alikufa. Kwa hivyo pale alikuwa anaishi mama Haidal pamoja na wadogo zake wawili. Hapo ilikuwa ni mkoa wa Tanga, ndiko alikokuwa anaishi kijana Haidal, na yeye ni mzaliwa wa huko Tanga. Mjomba wake alikuwa ni dereva, yani kaka wa mamake Haidal. Alikuwa ni dereva wa magari ya mizigo, hivyo alikuwa anajuana kidogo na watu. Basi kutokana kwamba alikuwa anajuana na watu wengi, mjomba wake aliamua kumtafutia nafasi ya kupata kazi. Na miongoni mwa watu alikuwa anajuana nao walikuwa ni Waarabu wa kule pwani, yani wale Waarabu wale wa kanda ya pwani, pwani ya Dar es Salaam, hii pwani ya Tanga, hii pwani ya mkoa wa Pwani wenyewe, Mtwara huku Zanzibar, kote huko ni maeneo ya coastal region. Kuna wale wa Tanzania ambao wana asili ya Uarabu wale, kidogo hali zao za kiuchumi ni alhamdulillah ni nzuri, hali zao za kiuchumi ni nzuri. Ndivyo basi mjomba wake alimtafutia nafasi ya kupata kazi ya kuwa tingo, kuwa mtu wa kushusha mizigo pindi gari itakapokuwa imefika. Na hapo yalikuwa ni maeneo ya Kange, huko ambapo kulikuwa na maduka mengi sana ya Waarabu, maeneo ya Kange mkoani Tanga, ambapo palikuwa ni mjini. Haidal alipata hiyo kazi kweli, ingawaje haikuwa na kipato kikubwa sana, lakini iliweza kumtosha kabisa, iliweza kumtosha kuweza kujikimu kwa mahitaji ya hapa na pale, na hata pia kusaidia familia yake.
Basi Haidal akawa mwaminifu sana na akawa mwadilifu kwenye kazi yake, akawa ni mtu mwenye kujituma sana. Yaani hapo ambapo alipokuwa akishusha mizigo palikuwa ni dukani kwa Mwarabu mmoja aliitwa Mr. Ashraf. Alikuwa ni Mwarabu wa yale maeneo ya pwani huko za Tanga, katika lile eneo la Kange, ambapo alikuwa na maduka mengi, maduka ya jumla, maduka ya rejareja na kadhalika. Mr. Ashraf. Basi kutokana na utendaji mzuri wa kijana Haidal, kutokana na utendaji mzuri wa kazi, Mr. Ashraf ambaye alikuwa ni mmiliki wa maduka, basi aliamua kumpa nafasi ya kuwa karani wa kuhakiki mizigo yote inayoingia kwenye maduka. Yaani kwa namna moja au nyingine alimpa nafasi ya kuwa kama manager hivi, na sio tena kuwa tingo. Sasa Haidal hakuwa mshusha mizigo tena, alikuwa ni karani, naweza sema kuwa kama manager kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu alikuwa karibu sana na boss yule Mwarabu Ashraf. Hali ya kiuchumi ya Haidal ikapanda, kwani alitoka kule kwao alipokuwa anaishi, ingawaje alipanga kuondoka nyumbani, lakini ilishindikana kutokana kwamba hali ya kiuchumi ilikuwa bado sio nzuri, haijakaa vizuri. Basi Haidal aliamua kupanga chumba kimoja sehemu nyingine kabisa nje na kwao. Kiufupi alianza kujitegemea rasmi sasa, ingawaje bado hakuwa na mke kijana Haidal. Swala la kutokuwa na mke si kwamba hakuwa rijali, hapana, alikuwa ni kijana rijali kabisa, kijana safi. Lakini kuoa ilikuwa ni kipengele kutokana na mambo ya mahali, na pia hakujiandaa kuoa. Lakini Haidal alikuwa ni kijana rijali, kijana mtanashati na kijana safi kabisa, kama mimi Lee msimulizi wako hapa. Haya, tuendelee na simulizi yetu. Licha ya kwamba Haidal hakuwa na mke, kama unavyojua vijana, ana umri wa miaka 24 na ni kijana alijali kabisa. Alikuwa na mpenzi wake, alikuwa na mpenziwe ambaye alikuwa akiitwa kwa jina la Neema. Wameishi kwenye uchumba kwa muda kidogo na walikuwa wanapendana sana kati ya Neema na mpenziwe Haidal. Haya, baada ya siku kadhaa kupita, yule bosi, na maanisha yule Mr. Ashraf, alikuwa na safari ya kusafiri kwenda Dubai kwa sababu zake hizo za kibiashara. Hivyo alimwambia Haidal, mimi nasafiri, lakini maelekezo yote nimemwachia binti yangu ambaye atakuwa hapa dukani. Yaani mimi naondoka, lakini maelekezo yote utayapata kutoka kwa binti yangu. Usijali, atakuja hapa kesho na mtaweza kuonana na kuzungumza mambo kadha wa kadha. Basi nadhani kila kitu kitakuwa sawa, si ndivyo? Sawa bosi, hakuna tatizo, nimekuelewa. Huyu binti wa bosi ambaye alimzungumzia Mr. Ashraf, yani mtoto wake, alikuwa anaitwa kwa jina la Faiza. Kwa muonekano kusema kweli, Faiza alikuwa ni binti mrembo sana. Alikuwa ni binti mrembo kama Nusra jamani. Kwa muonekano tu, alhamdulillah. Faiza alikuwa ni binti mwenye macho makubwa, binti mwenye nyusi na kope ndefu, akiwa na nywele laini na ndefu ambazo alikuwa akizifunga nyuma na kujifunika na mtandio. Faiza alikuwa ni mwanadada mwenye pua ndefu, nyembamba na midomo yenye lips laini yenye rangi ya waridi. Faiza alikuwa ni Mwarabu mwenye rangi nzuri na muonekano wa kunukia muda wote. Yaani alikuwa na marashi ya kunukia muda wote. Faiza ni msichana mwenye kutembea kwa mwendo wa madaha, akiwa na sauti nyembamba na yenye utaratibu wa hali ya juu kabisa. Kwa umri, Faiza alikuwa na miaka 21. Ni msichana mbichi kabisa. Basi yapata kama majira ya saa 3,
saa 3 ya asubuhi Haidal aliitwa na bosi wake ili aweze kukutanishwa sasa na huyo mtoto wa bosi ambaye aliitwa Faiza, mtoto wa Kiarabu, wapeane majukumu kana kwamba babao anapoondoka Ashraf ili mambo yaweze kuwa sawa. Kwa sababu Haidal ni kijana rijali, baada tu ya kumuona msichana Faiza mbele ya macho yake alijihisi kuvutiwa naye kwa kutokana na muonekano wa mtoto wa bosi wake. Ingawa Haidal alijitahidi kujificha sana, yani alijitahidi kuficha hisia zake kwamba yani kama hakuna kitu ambacho kimekwisha kutokea katika hisia zake alijificha, lakini kwa uhalisia ndivyo hivyo. Haya bwana. Sasa Mr. Ashraf akasema, sasa Faiza mwanangu, huyu ni Haidal kama nilivyokuambia, kwa hiyo mtakuwa wote hapa dukani. Mimi ninavyoondoka hivi, basi naomba nyinyi mshirikiane vizuri. Sawa baba, nimekuelewa. Baada ya hapo Faiza alimpa mkono Haidal. Asante, nimefurahi kukutana na wewe. Mimi naitwa Faiza. Asante, mimi naitwa Haidal. Haidal alidata baada ya kupewa mkono uliokuwa na ngozi laini, mkono wa msichana wa Kiarabu Faiza. Yani alihisi kama kuchanganyikiwa hivi baada ya kushika mkono laini kabisa wa binti wa Kiarabu. Kijana Haidal alijihisi kabisa yani kama kashaanza kumtamani mtoto wa bosi wake, lakini alijitahidi kuepukana na ibilisi huyo wa mahaba ili asije kuharibu kazi yake. Hapo baadaye siku ikapita. Hiyo siku ikapita kabisa, na kesho yake kama kawaida wakiwa kazini, kazi ziliendelea kama kawaida, na kutokana kwamba Haidal alikuwa ni mchangamfu mzuri sana, kijana mchangamfu wa hali ya juu, basi biashara ya Mr. Ashrafu ni kwenye maduka yake iliweza kupata wateja wengi sana kutokana na uchangamfu wa kijana Haidal. Pia hata mwanadada Faiza aliweza kugundua hilo ya kwamba kijana Haidal ana nyota ya biashara kabisa. Basi ile siku Faiza kama kawaida yake alivalia mavazi yake kama ya siku zote, alivalia panjabi nyeupe akijipaka manukato na marashi mazuri kabisa na ya kuvutia. Na kwa bahati mbaya kuna jambo la kielektroniki ambalo lilikuwa likimsumbua kutokana na hakumjuzi sana wa kompyuta. Yani hakuwa mjuzi sana wa kompyuta pale dukani. Faiza hakuwa na matumizi mazuri ya system, yani ya matumizi ya vifaa vya kielektroniki. Kwa hivyo aliamua kumuomba Haidal, yani aliamua kumuita Haidal ili aweze kuja kumsaidia kama anaweza, kama hatojali. Na Haidal alikubali, alimsaidia na mambo yakawa sawa, mambo ya kuweka system hayo. Baada ya kumaliza ile kazi, maongezi yakaanza hapo kati ya watu hao wawili. Kumbe wewe ni mtaalamu wa kutumia kompyuta? Sio sana. Kwa hiyo umejifunzia wapi matumizi ya kompyuta? Mimi kipindi niko sekondari na hata nilivyokuwa chuo kikuu nilikuwa tayari najua matumizi ya kompyuta. Yani nilikuwa tayari najua matumizi thabiti ya kompyuta. Kumbe umesoma hivyo? Bila shaka msichana Faiza alikuwa anadhani pengine kijana Haidal hapitia shule kabisa, yani hajasoma. Lakini ni tofauti kabisa. Haidal ni muhitimu kabisa wa chuo kikuu na ana degree ya engineering in architecture, ni msanifu mzuri wa majengo. Ni kwamba tu hakupata bahati ya kuajiriwa. Baada ya Faiza msichana wa Kiarabu kujua Haidal ni msomi, stories ziliendelea na walizidi kufahamiana zaidi, kwa sababu yeye Faiza hakusoma sana, yani aliishia kidato cha 4 tu, kwa sababu asilimia kubwa ya Waarabu, yani ya Waarabu wa hapa nchini huwa hawaamini kwenye kusoma sana. Asilimia kubwa, sijasema wote, huwa hawaamini kwenye kusoma sana, huwa wanaamini kwenye kufanya biashara. Kwa hiyo unakuta hata watoto zao wanawasomesha, lakini sio kivile. Wanasoma mpaka wakifikia kwenye hatua fulani, anakabidhiwa mtaji, basi anafanya biashara.
Ndivyo ilivyokuwa kwa binti Faiza. Na ilipofika usiku, muda wa kufunga biashara, mwanadada Faiza yeye mwenyewe aliingia kwenye pochi yake na kutoa simu yake, kisha akampatia Haidal ili aweze kuandika namba zake za simu. Kiufupi, Faiza alihitaji kuwa na mawasiliano na kijana Haidal, yani alihitaji kuwa na ukaribu wa kimawasiliano, kwa kutokana kwamba Haidal ni mcheshi, mstaarabu na mtanashati pia. Ni mtanashati. Ilipofika majira ya usiku, yapata kama saa moja na mishale hivi, msichana Faiza alianza kumtumia ujumbe Haidal akimjulia hali. Lakini Haidal hakujibu kutokana na ubizi wa hapa na pale. Baada ya dakika kama kadhaa hivi, Faiza aliamua kupiga simu ya Haidal baada ya kuona kwamba haijibiwi, yani ule ujumbe wake haukujibiwa. Na baada ya Haidal kupokea simu, akasema, samahani, ndo naona ujumbe wako hapa sasa hivi. Samahani sana mrembo, nilikuwa mbali sana na simu, nisamehe sana mrembo. I'm so sorry kwa hilo. Ndugu msikilizaji, huko aliko Faiza alisawijika sana baada ya kusikia maneno matamu kutoka kwa Haidal akimwomba msamaha, hususa pale alipoambiwa yeye ni mrembo. Faiza alijiona yuko dunia nyingine kabisa. Lakini huyu Faiza ana mahusiano na kijana wa Kiarabu mwenzie kwa jina anaitwa Abdul Walid. Lakini kama ameanza kuwa na hisia kali za kimapenzi kwa Haidal. Faiza ana mahusiano na kijana wa Kiarabu mwenzie. Waarabu wengi wa hapa nchini huwa kwa mara nyingi wanakuwa kama Wachaga vile, yani wanaoana wao kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo unakuta ni mara chache sana wa kijana mwenye ngozi nyeusi kama mimi kumchumbia au kuwa na mke wa Kiarabu. Ni mara chache sana. Mara nyingi sana huwa wenyewe ndo wanawezana huko. Sijajua ni kwa sababu gani, sijajua. Lakini ndio hivyo. Ndivyo ilivyokuwa kwa binti Faiza. Yeye alikuwa na mpenziwe ambaye alikuwa na asili ya Kiarabu mwenzie. Lakini still akawa na hisia kidogo za kimapenzi kwa kijana Haidal. Hebu tuone itakuwaje. Baada ya Faiza kusikiliza ile sauti ya Haidal akimwomba msamaha ya kwamba amechelewa kumjibu message yake, Faiza hakumjibu kitu Haidal baada ya kuombwa radhi. Faiza alikata simu na akamwandikia ujumbe kumsifia kuwa ana sauti nzuri na kisha kumtakia usiku mwema tu. Ule ujumbe ulimpa sintofahamu nyingi sana Haidal ya kwamba ana sauti nzuri kivipi na kwa nini. Lakini aliamua kupotezea tu na kuchukulia kama ni vitu vya kawaida. Na kwa usiku ule Haidal alikuwa na mpenziwe, yani pale kwake kwa usiku ule alikuwa na mpenzi wake yule Neema. Walikuwa wanalala wote kwa ile siku. Kwa hiyo ule usiku Haidal na Neema walikesha wa kufanya mapenzi mpaka alfajiri. Na kesho yake Haidal alichelewa kuamka. Kiufupi, alichelewa kwenda kazini. Aliamka na kujiandaa haraka kisha alikodi bajaji ili aweze kuwahi kazini. Baada ya kufika, alikuta tayari duka limefunguliwa na mtoto wa boss, yani yule Faiza, yuko ndani anaweka mambo sawa. Baada ya kumsalimia, Haidal akaanza kujitetea baada ya kuona amechelewa kazini. Lakini wakati Haidal anajiongelesha, Faiza alibaki tu akimtazama kwa jicho la mahaba, kana kwamba yale aliyokuwa akiyaongea Haidal alikuwa hasikii hata moja. Mawazo yalimwenda mbali sana Faiza. Basi baada ya Haidal kujiongelesha sana, akaona kama Faiza hamjibu kitu, akaona kama hayuko sawa. Haidal akasema, Faiza, unanisikia kweli? Sawa, haina shida. Wewe endelea tu na kazi, mbona hakuna tatizo? Hamna tatizo. Lakini ndugu msikilizaji, kwa ile siku msichana Faiza alionekana kuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Yani kama anawaza jambo fulani hivi alafu hapati majibu.
Sijui alikuwa anawaza nini, lakini anawaza huku akimtizama kijana Haidal. Baada ya hapo akaamua kumuuliza Haidal, Haida, hivi huwa unaishi wapi wewe? Mimi naishi hapa hapa. Mimi naishi hapa hapa mjini. Akamtajia sehemu ambayo anaishi. Baada ya kumtajia, Faiza akaendelea kusema, sawa, basi nakuomba niwe nakupitia asubuhi ili tuweze kufika hote hapa ofisini. Yani niwe nakupitia na gari yangu hapo kwako. Sawa, asante, haina shida, nimekubali. Mwanadada Faiza alikuwa na gari yake binafsi ya matembezi, kwa hiyo aliomba awe anampitia Haidal kutoka pale kwake. Hapa dalili zilionyesha kabisa Faiza amevutiwa na kijana Haidal, kwani alikuwa anampatia muda mwingi kwenye maongezi ya hapa na pale na hata kumjulia hali na kea za hapa na pale. Weekend moja hivi msichana wa Kiarabu Faiza aliomba kwenda kumtembelea Haidal nyumbani kwake. Haidal alikubali. Hakuwa na hiana, lakini hakusema kwamba Faiza atakuja muda gani. Yeye tu alisema kwamba siku fulani naomba nje kwako. Haidal alikubali. Haidal aliandaa chumba chake kwa kukifanyia usafi na kuandaa mapishi asubuhi na mapema. Lakini asubuhi ilipita, mchana ukapita na jioni ikaingia, asionekane Faiza kuja. Haidal alizani pengine mwanadada Faiza amegaidi ujio wake, maana hakupiga simu wala hakusema kwamba anakuja. Basi kutokana na hali ya hewa ya mkoa wa Tanga kuwa na joto la juu, pia Haidal alikuwa ndiye mwenye chumba, kwa hivyo aliamua kuvua nguo zote na kubakiwa na nguo ya ndani pekee, na maanisha boxer tu, na kisha akajilaza kitandani akitizama filamu. Wakati huo mlango wake hakuufunga, aliurudishia tu. Haidal kufumba na kufumbua, anashangaa Faiza anaingia ndani tena bila hata kubisha hodi. Haidal alistuka sana, kwani alikuwa yuko nusu uchi. Hakuvaa nguo ya aina yoyote zaidi ya boxer, zaidi ya nguo ya ndani. Faiza akasema, usistuke Haidal, wala usiwe na wasiwasi, na usishangae kwa nini nimeingia ndani kwako bila kubisha hodi na wala bila kukupa taarifa. Hii ni surprise tu, I'm sorry. Msichana wa Kiarabu Faiza alionekana kuwa na muonekano wa tofauti kabisa na siku zote, kwani kwa siku ile alivalia nguo za aina nyingine. Alizoeleka kuvalia nguo kubwa, zile abaya za kustiri mwili mzima, lakini alivyoenda kwa Haidal alivalia jacket nyepesi kwa ndani, akivalia na crop top na chini akivalia kaptula iliyoishia mapajani mwake. Na ile rangi nyeupe ya ngozi wa mwili wa Faiza, hata ungekuwa wewe ndugu msikilizaji, lazima ungevutiwa naye. Haidal akasema, basi ngoja nikuandalie chakula. Hapana Haidal, hapa mimi sijakula, nimekuja kwa ajili yako tu. Sijakula Haidal, kwa watu usio na wasiwasi. Kijana Haidal kila akiutazama urembo wa Faiza anazidi kupanda hisia za mahaba, kwani alishatokea kuvutiwa naye muda mrefu sana. Faiza akaona haitoshi, akaamua kuvua ile jacket ya juu na kubakiwa na crop top pekee iliweza kuchora matiti yake mubashara kabisa, yaliyokuwa na chuchu zilizosimama mithili ya misumari. Macho ya msichana wa Kiarabu Faiza yalionyesha kabisa kuwa alikuwa anataka kitu fulani hivi, lakini kusema anashindwa. Faiza alibaki tu akitafuna midomo yake na kulegeza macho, akimtizama Haidal kwa jicho la mahaba la kumwibia. Faiza alimtizama Haidal ambaye hakuwa na nguo nyingine yoyote zaidi ya boxer pekee. Haikuchukua sekunde nyingi, tayari kijana rijali Haidal alikwisha simamisha mkonga. Baada ya kwenda mbali kifikra, baada ya ujio wa Faiza chumbani mwake,
huku mkonga ukiwa umesimama. Haidal alinyanyuka na kusogea sehemu ambapo palikuwa na henga ya bukta pamoja na suruali. Yaani palikuwa kama na kabati fulani hivi ili aweze kuchukua nguo avae. Lakini baada tu ya kusimama, Haidal alijikuta amekumbatiwa kwa nyuma. Na mtu aliyemkumbatia nyuma alikuwa ni Faiza. Mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika kifua cha Haidal. Faiza na mkono wake wa kulia ukiwa umekamata mkonga wa Haidal baada ya kuingiza mkono wake ndani kabisa mwa boksa ya Haidal. Hakukuwa na kingine zaidi ya joto kali la mwili kuanza kumpanda Haidal na nywele zote za mwili kuanza kumsisimka baada ya kukumbatiwa nyuma na kutomaswa mwili mzima na msichana wa Kiarabu Faiza. Ndugu msikilizaji, unadhani nini kiliendelea baada ya hapo? Unadhani nini kiliendelea baada ya binti wa Kiarabu Faiza kumshika kijana Haidal kimahaba, kumtomasa na kuingiza mkono wake ndani kabisa mwa boksa na kukamata mkonga? Je, nini kilifuata? Basi tukutane katika sehemu ijayo, sehemu ya pili. Usikose. Na ili usikose hiyo sehemu ya pili, basi nakusihi bonyeza kwenye kitufe cha hapo chini kilichoandikwa subscribe. Na msimulizi wako Lee. Tukutane katika sehemu ijayo, sehemu ya pili. Na ili tuweze kujua sasa, je, walifanya nini na nini kilifuata, nini kilijiri baada ya hapo, nini hasa kilifuata? Usikose kuifuatilia sehemu ijayo, sehemu ya pili.